Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ninakusalimu sana kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Shalom. Karibu kuweza kupata maarifa zaidi, maarifa ambayo yatakayoweza kukusaidia wewe kuweza kupiga hatua nyingine. Karibu kushare channel yetu kwenye magrupu mbalimbali, lakini kuweza kusubscribe channel yetu ya Lango Foundation TV ili uwe wa kwanza kuweza kupata maarifa. Mtu wa Mungu, na leo tutaweza kujifunza nguvu ya Mungu. Somo linalosema chombo cha nguvu ya Mungu. Inakuwaje mtu unakuwa na nguvu ya Mungu? Inakuwaje mtu unakuwa huna nguvu ya Mungu? Lengo la kujifunza hivi ni wewe kukufanya uwe na nguvu. Namna gani uweze kuiteka nguvu ya Mungu ili iweze kukusaidia kushinda ulimwengu huu. Soma na mimi maandiko matakatifu, kitabu kile cha Kutoka mlango wa 2 mstari wa 11 hadi wa 12. Neno la Mungu linasema, hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao. Akamwona Misri anampiga Mwebrania mmoja wapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Fungua na mimi Matendo ya Mitume mlango wa 7 mstari wa 22 hadi wa 24. Neno la Mungu linasema, Musa akafundishwa hekima yote ya Misri, akawa hodari wa maneno na matendo. Umri wake ulipopata kama miaka 40, akaazimu moyoni mwake kwenda kuwatazama ndugu zake wa Israeli. Akamwona mmoja akidhulumiwa, akamtetea, akamlipia kisasi yule aliyekuwa akionewa, akampiga huyo Misri. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Kwa sababu tunapozungumza habari ya nguvu ya Mungu, ili uweze kuiteka nguvu ya Mungu, inakuhitaji wewe, mtu wa Mungu, moyo wako uwe tayari kubeba kusudi la haki. Tunamtazama huyu alikuwa ni Musa, ambaye alilelewa kwenye familia ya Farao. Lakini baadaye Musa amekuwa mkubwa. Akasema, ngoja niwatafute ndugu zangu wa Israeli. Wakati anatoka kwa Farao, Musa aliondoka. Sawa na kusema Farao tayari alikuwa ni adui yake. Kwa sababu kitendo cha Musa kutoka kwa Farao kwenda kwa wana wa Israeli, maana yake Farao na wa Misri hawakufurahia. Kwa sababu Biblia imetuweka wazi, Musa alikuwa katika hekima ya wa Misri. Akaazimu kwenda kuwaona ndugu zake Waebrania. Umeona, mtu wa Mungu? Kwa hiyo moyo wa Musa tayari ulikuwa umebeba uchungu kwa ajili ya ndugu zake. Ndio maana alipoona Misri anampiga Mwebrania, Musa aliingilia kati, akampiga yule Misri. Maana yake alimtetea Mwebrania. Kwa nini? Kwa sababu alijua kwamba huyu ni ndugu yangu. Ni sawa mimi na wewe, mtu wa Mungu, leo tupo Tanzania hii, baadaye tukutane nchi ya Kenya. Nikukute Mkenya anakuonea wewe, anakupiga. Alafu mimi najua wewe ni Tanzania. Lazima nibebe kwa mzigo kusema kwa nini ndugu yangu aonewe. Haleluya. Kwa mtindo huo Musa aliweza kumuadhibu huyo Misri, akijua kwamba anamonea ndugu yake ambaye ni Mwisraeli. Haleluya sana. Kwa hiyo tupo katika kuiteka nguvu. Yesu mwana wa Mungu, jinsi tunavyomtazama,
alikuja kwa aibu kwa ajili yetu sisi ambao tumekombolewa kwa yeye. Ina maana ile aibu alikubali kuaibika kwa ajili yetu. Lengo la aibu ni sisi kutuheshimisha. Na Musa, kitendo cha kumpiga yule Misri ilikuwa ni kumtetea ndugu yake Mwebrania. Ndio maana ilikuwa ni rahisi sana Mungu kumtazama Musa na kumfanya kuwa chombo ambacho kitakachosimama kwa ajili ya Waisraeli. Kwa sababu Musa aliweza kusimama ili kutetea haki za wana wa Israeli. Wakati wanaonewa, Musa aliweza kusaliti kabila wa Misri, kabila ambayo iliyomlea. Kwa nini? Kwa sababu alijua kuna ndugu zangu. Hivyo mtu wa Mungu, kuna sababu za wewe kukufanya upate nguvu ya Mungu ambayo itaweza kukusaidia wewe wakati wa vita, wakati wa kushindana, lakini wakati wa kusimama katika haki. Kwa sababu Biblia imetuweka wazi kwamba utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Maana hiyo, hii nguvu inakuthibitisha kwamba wewe ni mtu wa haki. Utafanyeje? Moja ya pointi ambayo itakufanya wewe uwe na nguvu ya Mungu. Namba moja, lazima uguswe na mambo ya watu. Lazima uguswe na mambo ya watu. Moja wapo ya mambo ni kama changamoto, matatizo ya watu. Ili uwe chombo cha nguvu ya Mungu, ni lazima uguswe na mambo ya watu. Moja wapo ya mambo ni kama matatizo na changamoto. Kuna changamoto za kifamilia, lakini kuna changamoto za nje ya familia. Uwe tayari kuzibeba. Ukimtazama vizuri huyu Musa kwenye hicho kitabu cha Kutoka mlango wa 2 mstari wa 11. Aliazimu kutoka kwa Farao kwenda kuwaona ndugu zake, kuwatazama ndugu zake. Lakini ndugu zake aliwakuta wakionewa na Wamisri, ila alikubali kubeba. Alikubali kuwabeba, maana alikubali kubeba changamoto zao. Ndio maana Mungu ilikuwa ni rahisi kumtumia Musa, kwa sababu tayari alikuwa ameshakubaliana na alishakubali kubeba changamoto za Waebrania. Haleluya sana mtu wa Mungu. Siku zote chombo cha Mungu huwa kinakuwa na utayari saa yoyote, wakati wowote, kutetea haki. Ili uwe chombo cha Mungu, lazima ukubali kubeba mizigo ya wengine. Ili uwe chombo cha Mungu, lazima ukubali kubeba mizigo ya wengine. Musa alikubali kubeba changamoto za Waisraeli. Naomba usome kitabu cha Mathayo mlango wa 14 mstari ule wa 14. Utaona neno la Mungu linasemaje. Mathayo 14 mstari wa 14. Naomba nikusomee mtu wa Mungu. Neno la Mungu linasema, Yesu akatoka akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Huyu alikuwa ni Yesu ambaye ni chombo cha nguvu ya uungu ndani yake. Alipoona wale makutano aliwahurumia. Ili uwe chombo cha Mungu, cha nguvu ya Mungu, lazima moyoni mwako kuwepo na tunda la huruma. Lazima uwe na huruma. Uwe na huruma kumhurumia mwenzio. Kwa nini? Kwa sababu pointi yetu inasema ili uwe chombo cha nguvu ya Mungu, ni lazima ukubali kubeba changamoto na matatizo ya wenzio. Na ili sasa wewe uweze kubeba changamoto na matatizo, lazima uwe na huruma. Sio unapomwona mwenzio anapita kwenye changamoto ngumu, kwenye matatizo, tayari umeshaanza kumcheka. Umeshaanza kufurahia matatizo ya mwenzio. Maana hiyo Mungu hawezi kukutumia.
Mungu anakutumia wewe kupitia watu ambao wanakuzunguka, watu ambao upo nao karibu. Kwa hiyo ili sasa Mungu akutumie, lazima akupitishe kwenye kipimo cha jamii ya watu ambao wako karibu na wewe. Kama utakubali kubebeana mizigo na wao, kuwahurumia, kuwajali katika dhiki zao, lazima Mungu akutumie. Ndio maana kuna watu wanawakumbuka watoto yatima. Kwa nini? Kwa sababu wanajua kwamba nikimhudumia mtoto yatima, maana ni mfano wa matendo ya huruma ambayo Mungu ameandika. Ukisoma kitabu kile cha Yakobo mlango ule wa 7 mstari wa 11 utaona jinsi ambavyo neno la Bwana alafu utaenda mstari wa 27. Amesema dini iliyo safi ni kwenda kuwaona yatima na wajane katika dhiki yao. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kuna vitu ambavyo vinapelekea wewe ili uwe na nguvu ya Mungu ambayo itaweza kukusaidia wewe wakati ambao adui anainuka kuja kupiga vita wewe. Haleluya sana. Ukisoma maandiko matakatifu kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 45 mstari wa 3 hadi wa 5. Utaona Yusufu anawaambia ndugu zake, mimi ndiye Yusufu mliyeniuza kwa Waishmaeli. Lakini Yusufu alionyesha moyo wa upendo mbele ya ndugu zake. Naomba nikusomee mtu wa Mungu. Ni Mwanzo mlango wa 45 mstari ule wa 3 hadi wa 5. Neno la Mungu linasema, Yusufu akawaambia ndugu zake, mimi ndimi Yusufu, baba yangu angali hai bado? Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliingiwa na hofu mbele yake. Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu. Basi wakakaribia. Akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu ambaye mliniuza kwenda Misri. Basi sasa msihuzunike wala msiuzike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Haleluya sana. Yusufu tayari alikuwa ni chombo cha nguvu ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tunamuona ni Yusufu ambaye aliyetendwa ubaya na ndugu zake. Lakini baadaye tunaona Yusufu amefanikiwa, amekuwa na maisha mazuri. Anakutana na ndugu zake. Wala hakuweza kulipa ubaya, kuwafanyia chochote kibaya. Hakuweza, bali aliweza kuwakaribisha nyumbani kwake, lakini aliweza kuwatendea aliyo mema. Hiki ni chombo cha nguvu ya Mungu. Huruma, upendo. Kama Yusufu asingekuwa na upendo, asingekuwa na huruma, ilikuwa ni rahisi Mungu kumrudisha nyuma. Lakini kwa sababu Yusufu aliweza kusema kwamba huwezi kulipa ubaya kwa ubaya. Ndugu zangu walinitenda ubaya, lakini siwezi kuwalipa ubaya, lazima niwatende mema. Kwa maana tunaona Yusufu aliweza kuwatenda vyema ndugu zake. Aliweza kuguswa na changamoto ya ndugu zake wakati wanapita kwenye njaa. Yusufu aliweza kuwahudumia. Kwa hiyo mtu wa Mungu, chombo cha nguvu ya Mungu huwa kinaguswa na changamoto za wengine. Haleluya sana. Huwezi kusema kwamba wewe umeokoka alafu huna huruma ndani ya moyo wako. Ni uongo. Huna upendo ndani yako, ni uongo. Kwa sababu mtu wa Mungu, huyu Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Yaani aliupenda ulimwengu ili aweze kutuokoa sisi. Na wewe mtu wa Mungu, unaposema unapendo katika Kristo Yesu ili aweze kutazama upendo wako, anautazama kupitia watu ambao wako karibu na wewe. Uweze kusema kwamba una upendo wa Kristo wakati wewe huo upendo haupo mbele ya watu. Kwa sababu Yesu ni roho, haonekani kwa macho ya kawaida. Je, kama mtu unayemtazama unamuona hivi kwa macho ya damu na nyama, kama umpendi,
Itatokeaje Yesu useme kwamba una upendo naye? Lazima umpende kwanza mtu wa karibu na wewe. Kwa maana Biblia imesema pendeni adui zenu, waombeeni. Kwa hiyo mtu akikutenda kwa ubaya, upaswi kurudisha ubaya, mtu wa Mungu. Kwa sababu gani? Unaporudisha ubaya, maana yake tayari umeingia nafasi ya hukumu ambayo ni ya Mungu. Lakini wewe mtu wa Mungu umepewa moyo wa kusamehe, moyo wa kupenda, sio moyo wa kuchukia. Kwa sababu tukizungumzia chuki tayari ni mlango ambao adui anatumia kama silaha ya amani kumshambulia mtu. Unajikuta watu wanatutenda ubaya na sisi tunaweka moyoni, alafu matokeo yake ile chuki ambayo iko ndani inazalisha magonjwa, inazalisha pressure, inakuondoa kwenye uwepo wa Mungu, kwenye nafasi ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu umehifadhi. Anayetakiwa kuhifadhi hayo mambo ya chuki ni Mungu pekee. Haleluya sana, mtu wa Mungu. Kwa hiyo karibu kuweza kupokea ya maarifa. Point ya pili ambayo inasema ni watu wanaoweka mambo ya Mungu juu ya mambo ya dunia. Ni watu wanaoweka mambo ya Mungu juu ya mambo ya dunia. Yaani wewe wakati taifa linapita kwenye changamoto, wewe unamkumbuka Mungu kumuomba na kumshirikisha kwa habari ya taifa. Tofauti na yule anapita kwenye changamoto, taifa linapita kwenye changamoto lakini hata ajali. Ila wewe unaposimama kwa ajili ya taifa na kumhusisha Mungu, maana yake Mungu ni lazima aachilie nguvu ndani yako. Kwa sababu Mungu anapoachilia amani ya taifa, hiyo amani inaanza na wewe ambaye umeweza kumkumbuka Mungu. Lakini mtu wa Mungu, tunaona Esther wakati Wayahudi wametangaziwa kuuawa, tunamwona Esther anaingiza habari ya mifungo kwenye taifa lake la Wayahudi. Wafunge siku 3. Ni kitu ambacho kwa hali ya kawaida hakikuwa rahisi. Ndio maana mtu wa Mungu, ili uwe chombo cha nguvu ya Mungu, lazima uhusike na mambo ya jamii. Wakati taifa linapitia changamoto ngumu, linapita kwenye vita, matatizo, majanga, lazima wewe usimame kama chombo ili kuliombea taifa. Watu wengi huwa wanaona kuombea taifa ni adhabu. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Wakati wewe unaombea taifa na huku unapita wewe kwenye changamoto ngumu za matatizo binafsi, Mungu anaanza na changamoto zako. Mungu anakujibu kwa sababu umesimama kwa ajili ya wengine. Usiposimama kwa ajili ya wengine, ukawa binafsi, usitegemee kupata nguvu ya Mungu. Lakini wewe mtu wa Mungu unaposimama kwa ajili ya wengine, basi mambo yako naye Mungu anayasimamia. Haleluya sana, mtu wa Mungu. Nina pointi kama 5 za kukufanya wewe mtu wa Mungu uweze kupata nguvu ya Mungu ambayo itaweza kusaidia. Ukisoma kitabu cha Esther mlango wa 4 mstari wa 16 hadi wa 17, utaona neno la Mungu linasemaje. Anasemaje? Basi Esther mlango ule wa 4 mstari wa 16 hadi ule wa 17. Anasema hivi: uende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkamfunge kwa ajili yangu msile wala kunywa. Mkafunge kwa ajili yangu msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie.
Mstari wa 17 anasema, basi Mordekai akaenda zake akafanya yote kama vile Esther alivyomwagiza. Ni taifa ambalo lilikuwa linapita kwenye changamoto ya kuuawa. Ela Esther aliweza kumkumbuka Mungu na kumshirikisha. Kwa hiyo mtu wa Mungu, leo una uwezo wa kusimama kuombea uchaguzi, kuombea kanisa la Mungu, kuombea jamii ili uweze kupata nguvu. Kwa sababu Mungu huwa anatenda mahali ambapo anapata nafasi. Kwa hiyo Mungu, endapo utampa nafasi kwenye taifa la Tanzania, ni lazima Mungu ataanza na wewe kuachilia amani ya Tanzania. Endapo utasimama kwa ajili ya kanisa la Mungu, kuombea kanisa, Mungu lazima anapoachilia amani ya kanisa, lazima aanze na wewe, mtu wa Mungu. Kwa sababu umeweza kumpa nafasi katika eneo kubwa, eneo la taifa, eneo la kanisa. Mungu lazima aanze na wewe kuachilia hiyo nguvu. Utaweza kusoma kitabu cha Luka mlango wa 10 mstari wa 33. Kisa cha yule Msamaria ambaye aliweza kumsaidia yule bwana aliyepigwa na majambazi njiani. Wakati huo kuhani anapita na Mlawi anampita, ila Msamaria mmoja ametokea na farasi wake, akamwona huyo mtu aliyepigwa na majambazi amelala njiani na kumsaidia. Tayari alionyesha upendo wa huruma, alionyesha upendo wa nguvu. Kwa sababu wakati wengine wanashindwa, wewe unasema kwamba nitaweza kufanya hiki, Mungu lazima akupe nguvu. Tunamwona huyu mtu alipomchukua, alimpeleka nyumba ya wageni, kampeleka nyumba, kamlipia. Alafu anasema naenda safari, kienda kurudi nitakuja kulipia fidia zote endapo ataweza kutumia matumizi mengine. Kwa nini? Chombo cha nguvu ya Mungu. Chombo cha nguvu ya Mungu sio tu uonekane Jumapili kanisani. No, matendo. Pointi zetu zipo 5. Naomba niishie pointi ya 2. Pointi ya 3, endapo utaweza kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupokea maarifa. Subscribe. Na pointi ya 4 na 5 utaweza kuzipata ili kuweza kukufanya wewe uwe chombo cha nguvu ya Mungu. Kwa hiyo usisahau kushare kwenye magrupu mbalimbali, mtu wa Mungu, ili na wengine waweze kupata maarifa kama wewe ulivyopata maarifa. Mungu akubariki sana, akutunze sana. Amani yake itawale juu yako. Shalom. Shalom.